Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi, Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo nashukuru Mungu kwa kunipa nafasi tena asubuhi hii ili nipatikane katika runinga ya Lolwe TV. Mungu ameandaa hii nafasi siku ya leo tena tupate kukutana nawe mtazamaji wa Lolwe TV. Ni asubuhi ambaye Mungu ameandaa siku ya leo ili tena nipate nafasi ya kufundisha na kuhubiri neno lake. Ninajua ya kwamba wengi tumekuwa tukisikia injili kupitia Lolwe TV kwa lugha ya Kijaluo, na imekuwa ni baraka sana kwa hiyo muda yote. Lakini kwa sababu Mungu amependa, ama wengi wamejaribu sana kudai ya kwamba inafaa tuhubiri katika ile lugha ambayo inaeleweka na kila mmoja kwa nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo Mungu amefanya nafasi ingine mzuri, na nashukuru management ya Lolwe TV kwa kusikia ombi ya watu wengi ili tupate kuhubiri katika hii lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo hata kama wewe umekuwa mfuasi wa Lolwe TV kwa muda na umekuwa ukibarikiwa sana tukihubiri katika hiyo lugha, kuanzia leo ingia katika hatua nyingine ya kuhubiri katika Kiswahili, kupitia Kiswahili, na ninakaribisha watazamaji wote ili waanze kuzoea, na wote watakaye sikia hii lugha najua tutabarikiwa pamoja. Kwa hivyo kuanzia leo tutakuwa tukihubiri katika lugha ya Kiswahili na Kizungu, na tutakuwa tunabarikiwa pamoja. Kwa hivyo asubuhi ya leo Mungu amenipa hii nafasi, na nataka leo tuanze pamoja nawe mpaka nifike mwisho ya kipindi hiki. Kwa hivyo unapokaa hapo kwako, ningependa ukachukue Biblia yako ili ukae naye kwa mikono. Tutasoma na alafu tutajifunza katika ile neno tutaisoma. Wengi ambaye hawanijui, mimi naitwa Bishop William Abol. Mimi ni bishop wa kanisa ambaye naitwa Father of Holy Trinity Ministry. Sasa ninaishi hapa Nairobi na ninahudumu hapa Nairobi, na Mungu amenipa hii fursa ili tupate kubarikiwa pamoja. Kwa siku ya leo ama asubuhi ya leo, ningependa sisi wote ambaye unanitazama na mimi pia tukaende katika kitabu cha Zaburi. Tutasoma katika kitabu cha Zaburi 107 mstari wa 10 mpaka 14. Hapo ndio tutakaye jifunza asubuhi ya leo. Baadaye tutaomba pamoja. Hata kama uko na jambo aina gani, uwe mgonjwa, uwe uko na shida yoyote, leo hii asubuhi hii Mungu atatenda makuu katika maisha yako. Ndiposa nataka tusome pamoja na wewe katika kitabu cha Zaburi 107 aya ndogo kuanzia 10 hadi 14. Na Biblia inasema, ama imeandikwa ya kwamba waliokaa katika giza na uvuli wa mauti wamefungwa katika taabu na chuma, kwa sababu waliasi neno ya Mungu, wakalidharau shauri lake aliye juu, hata wakadhili moyo kwa taabu, wakajikwa wala hakuna msaidizi. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Aliwatoa katika giza na uvuli wa mauti, akayavunja mafungo yao. Hilo ndio neno ambaye nimesoma asubuhi ya leo, na ninataka unaponitazama ukae na usikivu ili tujifunze pamoja na wewe. Baada ya kumaliza tutapata nafasi ya kuomba. Hata kama uko na shida ya nyumbani,
shida ya kifamilia ama shida kwa maisha yako ama ya kikazi, Mungu ambaye ameniweka katika hii studio asubuhi ya leo atatenda makuu katika maisha yako. Nimesoma katika kitabu cha Zaburi 107 mstari wa 10 hadi 14, ambayo inasema waliokaa katika uvuli wa mauti wamefungwa katika tabu na chuma. Kuna wengi ambayo wanaishi katika hii hali ambayo nimesoma katika maandiko. Wale wamefungwa wako gizani na wamefungwa kwa tabu na chuma, ambapo hata wakijaribu kufanya kitu yoyote hawaoni kama inawezekana. Maisha yao imekuwa kwa shida, na kuna hata ndoa nyingi ambayo imefungwa kwa tabu, na hizo ndoa zingine zimevunjika. Wengine hata nikihubiri asubuhi ya leo, kuna wengi wako kwa shida mingi tofauti ambayo imewakumba. Na hii shida yote ambayo inatupata, Biblia inatuambia kwamba shida nyingi ambayo zinatupata zinatufunga kwa sababu tumeyakataa kusikia neno la Mungu, hata tukaasi ushauri wa Mungu wetu. Ndiposa akatuacha katika uvuli wa mauti, tukifungwa na tabu, pamoja tumefungwa hata na chuma. Kuna wengi ambaye tunateseka, wengine ni wagonjwa, wengine hata hawana amani, wengine hata biashara yao haiendelei vizuri, wengine hata watoto wamekuwa na shida, ama sisi kama wale tumekuwa wazazi, ili tumekuwa na tabu nyingi. Na hii tabu yote imeletwa na shetani kwa maisha yetu, kwa sababu shetani amepata nafasi kwa maisha yetu, kwa sababu wengi ama sisi wote ama binadamu yeyote ambaye amezaliwa ulimwengu huu anazaliwa akiwa mwenye dhambi, na dhambi inafanya tumefungwa katika gereza ya shetani. Na mtu anapofungwa katika gereza ama mtu anapokuwa gerezani, hata kama yeye ni msomi, ataishi gerezani na ile kusoma kwake haitamsaidia, kwa sababu amefungwa, yeye ni mfungwa. Unaweza kuwa hata fundi, unaweza kuwa mwalimu, unaweza kuwa hata daktari mwenye anajua kutibu watu, lakini ukishikwa uwekwe gerezani, hiyo udaktari wako haitakusaidia. Utafanya kazi yenye haistahili, utafanya kazi yenye haifaa na wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu umefungwa. Na asubuhi ya leo Biblia inatuambia kwamba tuna wengi waliokaa katika mavuli ya mauti, na wamefungwa hapo na tabu na chuma, kwa sababu walikataa neno la Mungu, walikataa maneno ya Mungu, walikataa ushauri wake, na wakaasi hata na neno lake. Ndiposa wakawa wamefungwa na wako katika kivuli ya mauti, wapo wamefungwa na tabu. Sasa kuna wengi wetu, hata unapata unaomba, na saa zingine hata ukiomba shida bado inakukumba. Hauna amani kwa maisha, hata unapofanya chochote hakuna kufanikiwa. Kuna ndoa nyingi ambayo imefungwa, hakuna kufanikiwa. Kuna wamama wengi ambaye sasa wanaishi maisha ya tabu, wengine wamekuwa single mothers, hawajui nini nafanya, hata ndoa yao inavunjika. Labda asubuhi ya leo nikiongea nawe na umeketi kwa nyumba yako, kuna mengi ambayo imekukumba, na hata maisha yako unaona ya kwamba hauna mbele wala nyuma. Hata wengine wamefikia kiwango cha hata kufikiria kujinyonga kwa sababu ya shida yenye wanapitia. Na leo hii Mungu amenileta ili nikwambia kwamba kunaye Yesu ambaye alitumwa kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya kitu chochote ambaye inakufanya. Yesu peke yake ndiye anaweza akakukomboa. Kwa sababu gani? Alipokuja ulimwenguni, kuna wengi waliokuwa wamefungwa na mapepo, wengine walifungwa na magonjwa tofauti, wengine hata wakawa wanaishi katika hali ambaye haifai na binadamu. Lakini walipokutana na Yesu na wakamkubali kama mwokozi wa maisha yao ilikuwa tena imerudi, walirudi wakawa wako na tumaini, na maisha yao ikawa wamebarikiwa. Ndiposa asubuhi ya leo, hata kama uko kwako ama uko sehemu gani, hata sasa inaweza kuwa ninahubiri lakini uko gerezani umefungwa,
labda umefungwa kwa kile ulifanya ama makosa yenye hukufanya, na unanitazama asubuhi ya leo, kunaye Yesu ambaye alitumwa ili akaokoe watu katika kifungo cha shetani. Hata kama shetani amekufunga katika hali gani, kuna wengi wanaishi katika uvuli wa mauti vile nimesoma, na hiyo uvuli yenye wanaishi ndani ni ile ya ulevi. Mtu anakuwa mlevi, anakunywa pombe si kwa kupenda kwake, yeye mwenyewe hataki kukunywa, lakini shetani amemlazimu kunywa, na anakunywa hata anaweza pata mshahara, na mshahara yake kapate kuisha tu kwa ulevi, mpaka anashindwa nini namfanya. Unapata familia wengi wanaishi kwa tabu, si ati wazazi hawafanyi kazi, lakini kwa sababu shetani amewafunga na ameweka gerezani, hata wanapopokea mshahara, hiyo mshahara inaenda bila kuwasaidia. Hiyo imefanya wengi wetu, hata wengine wamechoka hata na kufanya kazi, mpaka wanatamani kurudi ama waende wakae nyumbani. Lakini asubuhi ya leo nimekuletea habari njema ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu ndiye anayo uwezo ya kukufungua katika hiyo gereza ambayo shetani amekufunga. Hata kama amekufunga kwa gereza ya umaskini, ambapo hata ukijaribu hakuna mafanikio, ukijaribu hauwezi ukafanikiwa, leo hii kunaye Yesu ambaye alitumwa na Mungu ili aje atuokoe katika minyororo zote za shetani. Biblia inatuambia ya kwamba waliokaa katika uvuli wa mauti wamefungwa katika tabu na chuma, kwa sababu waliasi neno ya Mungu. Shida ambayo tuko nayo huwa inatupata kwa sababu tumeasi neno la Mungu, na neno la Mungu ni Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye alitumwa ulimwenguni ili atakaye mkubali apate kuokoka. Hata kama umejaribu, umeenda kwa waganga, ukaenda kwa daktari, umeenda katika kila kona na hujapata msaada, Daudi anasema nimetazama milima kubwa kubwa na msaada yangu inatoka tu kwa Bwana. Mama, nakwambia asubuhi ya leo, msaada ya maisha yako inaweza toka tu kwa Yesu Kristo peke yake. Hakuna msaada kwa waganga, hata uende wapi, hata ulipe nini, bila Yesu Kristo hakuna msaada popote. Ndiposa Biblia inatuambia kwamba kuna wengi tunayeishi katika uvuli wa mauti na tumefungwa na tabu na chuma, kwa sababu tumeasi neno la Bwana. Tumeasi wokovu ambayo ililetwa na damu ya Kristo Yesu. Tumeasi neno ambayo tunahubiriwa. Wengi wetu tukisikia mahubiri tunaichukua kama mzaha. Wengine tunaona mahubiri ni maneno tu ya watumishi ya Mungu ambaye wanaongea tu. Bali nakwambia kwamba injili iko na nguvu ya kutoa kile imeshinda pesa. Kwa sababu unaweza kuwa na pesa na huna amani na hiyo pesa yako. Uko na pesa na kuna kile pesa inakusaidia nayo. Wengine hata wako na magonjwa yenye hata kama ako na pesa, lakini pesa haiwezi kumtoa katika hiyo ugonjwa. Lakini neno la Mungu ambayo ninahubiri asubuhi ya leo, ukiamini kwa Kristo Yesu na ufungue roho yako ili uokoke, hata kama ulifungwa hata na waganga ama ni mapepo ambayo inakusumbua, Yesu Kristo ataondoa hizo mapepo katika maisha yako, kwa sababu ana uwezo, ana mamlaka na anaweza. Hata kama ni nini, hata kama ni umekosa tu amani katika ndoa yako, kwa sababu ndoa nyingi siku hizi hazina amani. Mapepo ya usherati imeingia katika kila nyumba. Wanawake wanafanya usherati, wababa wanafanya usherati, mpaka siku hizi nyumba hakuna amani. Wengi wetu tunaishi tukilazimisha hii ndoa ili ndoa ikue, lakini hata hivyo unajaribu na haiwezekani. But leo hii nikileta ujumbe wa Kristo, hata kama ndoa yako imevunjika, hata kama unaona hamuna amani, hamuna upendo, shetani amewanyang'anya upendo, amewaacha na vita na kuvurugana. Watoto wanaishi katika hali ya kushtuka kwa sababu wazazi hawana amani. Asubuhi ya leo ninatangaza ya kwamba Yesu Kristo ndio mfalme wa amani. Unapomkaribisha maishani mwako, hata kama umekosa amani mpaka unafikiria kujinyonga, Yesu anaweza kupa amani asubuhi ya leo, na atafungua maisha yako na atakuweka huru. Haijalishi umepitia shida miaka ngapi, haijalishi ni nini nafanyika katika maisha yako, haijalishi hii kitu inakufanya ilikuanza wapi ama ilikuanza lini, Yesu bado anaweza
na ako na uwezo wa kukukomboa. Kile anahitaji katika kwako ni kwamba umkubali kama mwokozi wa maisha yako. Ukubali Kristo ya kwamba anaweza. Ukubali Kristo ya kwamba anaokoa. Ukubali Kristo ya kwamba anatenda. Hakuna kigumu ambaye inaweza ikashinda Kristo Yesu. Biblia inatuambia kwamba walioishi katika uvuli wa mauti, hata kama unaishi katika uvuli wa mauti, ukitembea unashtuka, roho yako inashtuka, sababu unaona ya kwamba uko karibu na kifo. Hata kama ni ugonjwa ambaye inakupeleka mbio mpaka yani hauna amani katika maisha yako, leo hii nimeleta Yesu Kristo mwenye tutaomba pamoja na wewe. Hata kama ni nini nakufanya, iwe ni ndoto chafu usiku. Kuna wale wakilala usiku hawezi lala kwa amani, analala akiotaota ndoto chafu, analala akishtuliwa na mapepo, analala akiwa ako na uoga kwa sababu ya yale shetani anafanya katika maisha yake. Lakini asubuhi ya leo unaponitazama, jua ya kwamba kunaye Yesu Kristo mwenye uwezo na mamlaka. Nguvu zote iko mikononi mwake. Alipewa nguvu na Mungu Baba ili akuje atuokomboe. Hata kama ni shida kiasi gani, leo ukikubali asubuhi ya leo, Yesu atakukomboa na atavunja kila nguvu ya mapepo. Iwe mtu amekutumia majini, mpaka hata ukilala usiku majini yanakunyonga, una amani katika maisha yako. Leo hii nimeleta mwenye uwezo, Yesu Kristo mwana wa Mungu, mwenye anaweza yote. Hata kama unaishi katika uvuli wa mauti, hata kama umefungwa na tabu na choma, uko na tabu ambaye hata ujui kama itaisha. Kuna wengi shida inawakumba kila mara. Ukitoka kwa hii shida, hii ingine inaingia. Ukitoka kwa hii ingine inakuja, mpaka hata ujui ufanye nini. Lose hope katika maisha yako. You have even given up ya kwamba hakuna kitu kizuri itapatikana katika maisha yako. Kuna wengine wanaishi na roho ya kukataliwa. Hiyo roho inamsumbua popote ameenda. Popote umeenda, hii roho ya kukataliwa inakufuata. Mpaka imefanya wengi wamekuchukia. Unachukiwa kazini hata bila makosa, na boss wako na wafanyikazi wenzako, hamuna amani, hata unashindwa nini na kufanya. Popote umeenda unapata tu unakataliwa na watu. Unashindwa ni nini? Hiyo ni roho ya kukataliwa, the spirit of rejection. Inakusumbua popote unapoenda. Hata ukiishi hata kwa landi ingine, ama hata kama wewe ni mwanabiashara, mnafanya naye biashara, wanakuinukia tu na wanageuka na wanakukataa. Mpaka wanakuwekelea mambo mengi hata yenye hujafanya. Unashindwa nini naendelea. Asubuhi ya leo nakwambia kwamba kunaye Yesu mwenye anaweza akakukomboa katika hiyo hali. Atakukomboa katika hiyo hali ukikubali ya kwamba Yesu ni mwokozi. Wengi wetu tunaishi katika maisha yenye hata unashindwa nini na kufanya. Umesoma, uko na mabarua, inafaa upate kazi mzuri. Umesoma, wengine hata wako na degree 2 ama 3. Wewe ni mtu msomi, uko na hekima na umesoma, lakini shetani amekataa, huwezi pata kazi. Unatembea kila ofisi kila siku, huwezi pata kazi. Na ukipata kazi, unapata kazi yenye haiambatani na ile masomo yako. Unafanya kazi zingine yenye za aibu, yenye inakuaibisha. Hata ukifanya, haufanyi ukiwa na furaha, kwa sababu si kile ulisoma. Shetani amekulazimisha na kazi yenye haukusoma. Wengine hata wanafanya kazi ambaye hata akiona mwenye anamjua kikuja anajificha, kwa sababu masomo yake na ile kazi anafanya haiambatani. Mpaka kwa maisha yako umejichukua ya kwamba wewe si binadamu. Unaona ni kama hauwezi. Mpaka wengi wanakudharau, hata watoto wanakudharau. Lakini asubuhi ya leo, hiyo madharau inaweza ikaisha katika maisha yako utakapokubali Kristo Yesu, ya kwamba Kristo ni mwokozi na atakukomboa hata kama ni nini nafanya maisha yako. Biblia inatuambia kwamba walidharau ushauri lake aliye juu. Wengi tumedharau ushauri wa Mungu. Anapotuambia kwamba tuachane na dhambi ili tuishi maisha ya utakatifu, tunaona hiyo ni upusi, hatuwezi kubaliana nayo. Ndiposa wakati huu tunaoishi, ulimwengu imejaa dhambi,
Ulimwengu imejaa mambo mengi, watu wanafanya matendo yenye hata ukitazama hata mnyama hawezi akafanya, kwa sababu unapata dhambi imeingia katika kila kona. Dhambi imeingia katika ofisi ya serikali, dhambi imeingia katika manyumba, dhambi imeingia hata kwa maboma, mpaka hata serikali ya Kenya, hata serikali yoyote ukisikia wanaongea, lakini ile matendo yenye inaendelea katika serikali si ile yenye wanatuambia. Mpaka hata ufisadi imeharibu nchi, mpaka watu wengi wamekosa hata kazi. Si ati hakuna vile kazi inaweza kakua, bali ufisadi imeingia katika kile ofisi. Everybody is corrupt, everybody, kwa sababu tumeasi ushauri wa Mungu. Lakini ukirudi kwa roho yako useme ya kwamba Jehova, nimetembea bila wewe, nimefanya mambo ambayo istahili, na nimegundua ya kwamba bila kuokoka maisha yangu itaenda jehanamu. Unaweza geuka, unaweza fungua moyo wako, unaweza kubali Kristo akuokoe. Biblia inatuambia kwamba waliasi ushauri lake aliye juu. Kuna wengi tumekataa. Wengine wamechagua waganga ndio Mungu wao. Wanaenda kwa waganga, wanapeleka pesa huko ili wasaidike. Na kuambia mganga hana msaada wako. Msaada wako iko mkononi wa Kristo Yesu. Asubuhi ya leo ukinitazama, ukinisikiza mahali umekaa, unafaa uchunguze moyo wako vizuri, uone nini inaendelea katika maisha yako. Hata kama umejaribu na pesa imeshindikana, kwa Yesu inawezekana. Hata kama umejaribu na usomi ama masomo ambayo uko nayo na imeshindikana, kwa Yesu inawezekana. Hata kama umejaribu na hospitali, umetibiwa, unapimwa, ugonjwa haiko, lakini maisha yako unasikia uko mgonjwa, mpaka umeshindwa nini na kufanya. Leo nimeleta Yesu mponyi, mwenye ukikubali kwake atakuponya asubuhi ya leo. Yeye ndiye aliyefufua Lazaro kutoka kwa wafu. Kama Lazaro amekufa na amezikwa, amemaliza siku 4, lakini Yesu alipokuja, Yesu alileta uhai katika mwili wa Lazaro, na Lazaro akafufuka na kawa mzima. Hata kama umelose hope katika kila hali yoyote, Yesu Kristo bado anaweza fufua hope yako asubuhi ya leo. Biblia inasema ya kwamba waliasi ushauri aliye juu. Na zaidi ya haya yote, Biblia inatuambia kwamba walipokuwa katika hii shida, walipokuwa katika hii taabu, walipokuwa wanateseka, walipokuwa wamekosa amani, walipokuwa wanatembea wakiongea peke yao, walimlilia Mungu wao. Kunaye nafasi ambayo itakuja, ambayo utalilia Mungu wako asubuhi ya leo. Biblia inatuambia kwamba walililia Mungu wao, walililia Bwana katika dhiki zao. Walipokuwa kwa dhiki, walikumbuka Mungu muumbaji, Jehova, Mungu wa Israeli, aliyewakomboa wana wa Israeli kutoka katika mkono wa Farao. Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Mungu mwenye bahari ilisikia sauti yake na ikafungua njia, na watu wake wakatoka na wakatembea katika bahari. Huyo Mungu, hata kama uko katika shida kiasi gani, hata kama uko kwa bahari ya magonjwa, uko kwa bahari ya shida, uko kwa bahari ya mateso, leo hii ukisikia sauti yake na umkubali, atanena na ile shida ambayo imekukumba, na shida itasikia na itakuacha. Kwa sababu nahubiri na ita jina lenye nguvu, jina lenye ailina nguvu, jina lingine kama hilo jina, jina la Yesu Kristo. Jina ambayo inabomoa milima, jina ambayo inamaliza magonjwa, jina ambayo inamaliza dhambi. Hata kama uko na roho ya hasira yenye inafanya hata unataka kujinyonga, ama hii hasira inakupeleka mbio, ukipatwa na hii hasira unataka hata uwe binadamu, leo hii nahubiri Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambapo ukimkubali ataondoa hasira katika maisha yako na atakufungua na utakuwa huru. Hata kama ni dhambi ambayo imekupeleka mbio sana. Kuna wengine wameingia katika group zingine ambayo imewafanya wameingia katika dhambi zingine ambayo hawajui watoke namna gani. Hata kama wewe ni mwizi, umeingia katika group yenye mnatembea usiku mkiiba, bado unaweza rudi kwa Kristo hata asubuhi ya leo na atakukomboa, kwa sababu hakuna jina yoyote ambayo Mungu amepeana ulimwengu yote ili watu waokoke, bali ni jina moja tu, jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ukikubali hilo jina, hata kama umefungwa na mapepo, hilo jina itakufungua katika hizo kifungo.
Hata kama wewe unaishi katika shida, jina la Yesu Kristo litavunja mamlaka na nguvu za shida katika maisha yako. Biblia inatuambia kwamba walipokuwa katika hiyo hali ya shida, walipokuwa kwa dhiki, walililia Bwana yao katika dhiki zao. Walipolilia Bwana katika dhiki zao, aliwaponya na shida zao, aliwatoa katika giza na uvuli wa mauti, aliyavunja mafungo yao. Inamaanisha ya kwamba tunapomkubali Kristo, atatoa katika hiyo uvuli wa mauti na atavunja zile chuma ambaye imetufunga na atatuweka huru. Leo hii, asubuhi ya leo, ninataka niombe na mmoja ambaye akikaa kwa nyumba yake, akitazama maisha yake, akitazama kazi yake, akitazama ndoa yake, anaona shida inamkumba na amejaribu na imeshindikana. Leo hii utakapokubali kwa Kristo, hata kama ni nini na kufanya, kubali ya kwamba inaenda kutendeka na maisha yako haitabaki vile ilikuwa, kwa sababu Yesu mwana wa Mungu ataguza maisha yako. Hata kama ni shida gani, kubali tu Kristo ataweza. Hata kama ni mtoto wako ameshikwa na mapepo, kuna watoto hata upeleke shule, uko na pesa, unalipa karo, lakini hataki kusoma, anakimbia na acha shule, wengine wanaingia ulevi, wengine usherati, wengine na leo hii kunaye Yesu ambaye ninamhubiri. Ukikubali huyo Kristo Yesu, atakomboa hata huyo mtoto wako. Ndiposa mahali popote ulipo, nataka uwe na imani, kwa sababu nataka niombe na wewe. Wewe ndio unajua kile unataka Mungu akutendee. Wewe ndio unajua shida yako. Utamweleza tutakapoomba, ili Mungu anyoshe mkono wake ili atende jambo katika maisha yako. Kama ni wokovu haujakuwa umeokoka, na leo hii umegundua ya kwamba bila Yesu hautatoboa, utakubali tu na useme, Yesu nisamehe dhambi zangu, mimi ni mtenda dhambi, na Yesu atakukomboa asubuhi ya leo. Nataka niombe na kila mmoja, ndiposa popote ulipo inamisha kichwa ili tukapate kuomba pamoja. Baba wetu, kwa jina kuu la Yesu Kristo, Mfalme, ninakushukuru asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya maisha ya huyu mtazamaji ambaye amekaa akinitazama. Ninatuma nguvu zako ili akapate kukombolewa. In the mighty name of Jesus Christ, I come against every power of darkness. I render them powerless right now, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, every sickness, I render you powerless in the mighty name of Jesus. Baba, ukapate kuaguza, ukapate kuwafungua. Watazama huyu mama ambaye analilia kwa sababu ya ndoa yake. Baba, ukapate kuponya ndoa yake, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye uwezo. Yeyote ambaye nataka wokovu, Yesu, ukapate kumguza na wokovu, na ukabadilisha maisha yake ila awe mtumishi wako. Jina lako lipewe sifa, Jehova, kwa sababu wewe ni Mungu. Na ni kwa jina la Yesu kuu nimeomba na kuamini. Amen. Basi nimeshukuru Mungu asubuhi ya leo, na nataka uwe na imani ya kwamba Mungu wetu ametenda jambo katika maisha yako, na uchukua hatua ya imani ya kuenda mahali popote ambao unasikia injili na hubiriwa, ili ukapate wachungaji wenye watazidi kukuelekeza katika neno. Ninapomaliza nitarudia jina langu. Naitwa Bishop William Abol. Mimi ni askofu wa kanisa ambaye inaitwa Father Unity Ministry. Sasa naishi hapa Nairobi, Kibera Olympic, na hapo Kibera ndio pale niko na kanisa mahali na hudumu. Ukitaka kuja kanisani mahali niko, utakuja mpaka Olympic Stage ama Olympic Primary Kibera, alafu utapiga namba yangu ambayo iko kwa screen ili nikuelekeze vile utafika mahali tuko. Namba yangu ya simu ni 0721280025, 0721280025. Airtel number ni 0782495083. Ninawakaribisha wote ambaye mko Nairobi. Yeyote ambaye angependa kuja kanisani, kuja mpaka Olympic, alafu upige hizo namba. Ukitaka tuombe pamoja nawe, utapiga hizo namba
ili tuombe. Hata kama unataka ushauri, utapiga kwa hiyo namba, alafu tutaongea, tutaomba pamoja. Mungu awabariki mpaka Jumapili ijayo. Shalom. Eternal Father, I offer you